Sijui kama umekuwa kwenye mazingira haya, unafanya kazi, mara ghafla unasikia karoro fulani kanakwambia, "Acha pumzika kidogo, mbona kama umechoka hivi?" Ama "Acha utaendelea kesho." Unapambana kufanya kazi, karoro kanakuja tena kanakwambia, "Acha tufanye kesho." Ama "Acha pumzika kidogo, tafuta energy kidogo unywe. Nenda kanunue maji kidogo unywe." Karoro fulani hivi ambako kanakufanya ushindwe kuendeleza kile kitu unachokifanya na uanze kuzingatia kitu kingine. Unapambana mwenyewe kufanya kazi, lakini kuna roho fulani inakuja inakulazimisha kuahirisha kile unachokifanya ili uje uendelee baadaye. So hiki ni miongoni mwa vitu vya kawaida ambavyo huwa tunakutana navyo kila siku. Sasa point ya msingi ni kwamba uwezo wako wa kuweza kuresist pale ambapo unapokutana na hizi changamoto ndio ina determine uwezo wako wa kuweza kufanya vizuri kwenye maisha. Sasa kwa haraka unaweza kugundua kwamba kwa mtu wa kawaida ukishakuwa na changamoto kama hizo, una give in, unaacha kufanya ulichokuwa unafanya, unaenda kufanya kile ambacho akili yako inakwambia. Kwa hiyo unaweza kujikuta uko TikTok, unaperuse TikTok bila kujua umeacha kufanya kazi yako, ama unafunga kabisa ulichokuwa unafanya mpaka siku ya kesho. Bila kujua umefikaje huko, wewe mwenyewe ushafikia huko na wala hujui tena kwamba umeshapoteza. Sasa najua haya ni mapito na nyakati kama hizi huwa zinakuja hapa na pale, lakini nikwambie tu kwamba huyu sio wewe na huyu si wewe kwa hakika, na akili yako tu ndio inacheza na wewe, kwa sababu akili yako imetengenezwa kukuaminisha kwamba unatakiwa ufanye vitu ambavyo ni vyepesi, vitu ambavyo vinakuvutia, na mambo mengi ambayo ni mazito, mambo ya kukufikirisha, mambo ambayo yanahitaji energy na uwezo mkubwa wa kufikiria. Akili yako lazima itakuepusha ili wewe usiumie na uendelee kujisikia vizuri. Sasa ukweli mchungu ni kwamba tofauti ya watu wanaofanikiwa na wasiofanikiwa ipo kwenye maamuzi watakayochukua, kwenye vishawishi vitakavyo kuja kutoka ndani. Unafanya kazi, sauti yako, akili yako inakwambia tuache kufanya kazi. Sasa wewe utaendelea kufanya kazi ama utairisha? Hapo ndipo inapokuja tofauti ya waliofanikiwa na wasiofanikiwa. Nikwambie tu kwamba kila mwanadamu unayemfahamu wewe huwa anakumbana na hivi vikwazo, anakumbana na hivi vishawishi. Awe ni Trump, awe ni Musk, awe ni Mo, tajiri yote unayemfahamu huwa anakutana na hivi visauti vya ndani. Tutafanya kesho, tuahirishe hii, tupige simu kidogo, tunywe maji kidogo. Ile vitu vya kawaida. Tofauti yako na wanaotoboa ni kwenye kuresist, kwenye kushikilia mpini na kusema sinywi maji, pigi simu, fanyi kesho, nafanya sasa hivi. Kwa hiyo kwenye video hii tutaenda kuchambua visingizio 20 ambavyo akili yako wewe inatumia kukushawishi usifanye kile ambacho unatakiwa kufanya. Ama kwa lugha rahisi ni kwamba visingizio ambavyo wewe unavitumia kujustify usifanye kazi na uwe distracted na kufanya mambo ambayo hayakuhusu. Kwa hiyo malengo ya video hii ni kuhakikisha unatambua hivi visingizio, na kila akili yako inapokuambia kisingizio kama hiki, unakitambua na kusema siingii kwenye huo mtego, utaendelea kuchapa kazi. Sasa kama uweze concentrate kwa muda mfupi kuweza kujifunza visingizio hivi, maana yake utaendelea kuwa unatumika na akili yako na kuwa na visingizio vya hapa na pale ambavyo vinakupoteza kwenye ndoto yako. Jambo la kwanza ni hofu. Unakuwa unafanya vitu, unafanya kazi, lakini unapata hofu fulani hivi, ama unataka kufanya kitu unakuwa na hofu, itakuwaje? Hofu ni miongoni mwa vitu ambavyo vimeua ndoto za watu wengi sana. Kadri unavyokuwa na ndoto, unapokuwa unafanya jambo lako, ni muhimu sana ukaelewa kwamba hiyo ni hofu tu na mwisho wa siku itapita. Ni muhimu kuendelea na kile kitu unachokifanya. Tofauti na hapo, akili yako itakuwa imefanikiwa kukuteka na kukupoteza kwenye kile unachotakiwa kukifanya. Jambo la pili ni instant gratification. Instant gratification ni raha nyepesi. Raha nyepesi ni kama kutamani kwenda kunywa kasoda ili ujisikie vizuri, kutamani kwenda kucheza game, kutamani kidogo kuingia TikTok. Akili inataka kupata dopamine fulani hivi kwa haraka ili iweze kujisikia vizuri. Sasa the more unakuwa na uwezo wa kuresist hiyo cheap dopamine, kuresist hiyo instant gratification ama raha nyepesi, ndivyo unaweza kupata matokeo ya muda mrefu. Jambo la tatu ni mashaka. Unakuwa unajishtukia, sijui itawezekana, sijui nitatoboa, sijui kitu ninachokifanya kitalipa. Unakuwa na mashaka mengi, lakini mwisho wa siku ni akili yako ndiyo inacheza na wewe. Kwa hiyo uwezo wako mkubwa wa kuweza kupambana na mashaka, maana yake ni dalili kwamba sasa umekuwa na
unaweza kutoboa kule unakoelekea. Kwa hiyo mashaka ni moja ya kitu ambacho akili yako inakuwa inakuletea ili wachane na ndoto yako, uache kufanya kile ambacho ni kitu cha msingi kabisa. Namba 4, kisingizio kwamba unajifunza. Kwa hiyo unasema baada ya kutekeleza unasema bado unajifunza, ngoja nitafute kitabu kimoja nisome kitabu. Sio umeshaikuwa na mazingira yale, unachukua kozi mpya unasoma, hauchukui hatua. Unatamani tena kutafuta kozi nyingine, unasoma, uko YouTube unasoma. Yaani baada ya kufanya kazi wewe mwenyewe unajiambia unasoma kitabu kipya, unasoma kozi mpya. Mwisho wa siku mwaka umepita, hujawahi kufanya jambo lolote. Hivyo ni visingizio na akili yako inakuchezea. You need to take action. Mwingine utamkuta anasema nafanya utafiti. Unafanya utafiti asubuhi, mchana, jioni, kesho. Baada ya mwezi wewe unafanyaga tu utafiti, hakuna kuchukua hatua. Hivi ni visingizio tu akili yako inatumia. Wewe unatakiwa kupambania ndoto yako na kuchukua hatua. Unapoteza muda mwingi sana bila kufanya kile unachotakiwa kufanya. Na kitu kingine ni comfort zone. Badala ya kuchukua hatua, unakuwa upo kwenye comfort zone. Hutaki kufanya. Yaani unaona umebweteka, unaona umefika. Unaona kama vile maisha yako sawa. Haujistretch, haujipi mzuka, haupambanii jambo kubwa ambalo litajenga ndoto yako. Zaidi tu ya kuwa distracted na kufocus na hiyo comfort zone ambayo inakuchukua na kukupotezea vitu vingi. Unaona mwenyewe umefika, kumbe ndio kwanza unaanza. Comfort zone imeua ndoto za watu wengi sana. Mwingine anataka kuwa perfect. Siwezi kuanza, lazima niwe na kamera kali ikipiga, yani picha itoke vizuri. Anatafuta kamera, akipata kamera anatafuta taa, akitafuta taa anatafuta kitu kingine. Huwezi kufanikiwa kama una visingizio vya kuwa mtu ambaye ni perfect. Siku zote watu wanaofanikiwa ni wale ambao wanaanza kabla ya kuwa perfect. Lazima uanze pale ulipo, uanze na kile uko nacho. Ukisubiri kuwa perfect, umepoteza ndoto yako. Ukisubiri kuwa tayari, ndivyo muda unavyoondoka. The best way ni kuanza na kile ulichokuwa nacho. Unataka content creation, anza na kamera yako, anza na kompyuta yako, anza na kile uko nacho. With time utakuwa ni improve kulingana na mahitaji na hatua unazofikia. Mwingine hawezi kufanya kazi kwa sababu tu amejustify kwamba siwezi kufanya kazi kwa sababu leo ni weekend. Nani alikwambia kwamba dunia inajua leo ni Jumamosi na leo ni Jumapili? Kwa sababu mtu anasema leo ni weekend, sio siku ya kufanya kazi. Who told you kwamba Jumapili ni siku ya kupumzika ama Jumamosi ni siku ya kupumzika? Kwa sababu wewe ndio unatakiwa uwe na uhuru wa kujipangia vitu vyako. Kama ni kweli unataka upumzike siku ya Jumapili, basi jitendee haki siku zingine kufanya kazi. Lakini una justify tu kwa sababu kuna hiki na hiki basi sitafanya Kwa sababu leo najisikia mafua kidogo basi sitafanya kazi. Kwa sababu leo uko njiani watu wameniambia maneno mabaya basi sina mzuka. Unakuwa mudi tu, hisia tu. Maisha hayataki hisia. Maisha yanataka kukaza na kufanya kile ambacho kinatakiwa kifanyike kwa wakati. Justifying kwamba utakiwi kufanya kazi ni moja ya kitu ambacho kinakuchelewesha sana. Mwingine anakuwa na vipaumbele vya mchongo. Busy for nothing. Yaani badala ya kutafuta wateja, kupiga simu, kuwatafuta wateja, kuchati nao, wewe uko busy unatengeneza content. Uko busy unashughulika na logo. Umeambiwa si logo sio kali. Unashughulika na branding, si unaandika vitu gani. Unashughulika na business nini wanaita business strategy, sijui proposal, sijui business plan. Mbwembo nyingi kumaliza miti tu. Unachotakiwa ni kutafuta wateja, kutatua changamoto, kuchukua miamala. Full stop. Biashara yote iliyokamilika ni ile ambayo ina huduma, ina njia ya kupokelea pesa na inawafikia wateja. Haya mambo sio ya content, sijui website, sijui kitu gani, ni kupoteza nguvu na kumaliza miti tu. Unachotakiwa ni kuhakikisha una huduma, unawafikia wateja na unakusanya miamala. Full stop. Mambo mengine yatajileta mbele ya safari. Kupoteza muda ukiwa unajipa sijui hizo, unapambana sijui kuwa perfect, ni kupoteza muda na kila kitu. Kwa hiyo vipaumbele vya mchongo ni kitu ambacho kinakupotezea sana. Tambua vitu vyako vya kila siku ambavyo unatakiwa kuvifanya kwenye biashara yako, kwenye maisha yako. Kuna vitu vingi unaweza kuwa unavifanya pasipo kujua kwamba vinakupotezea muda. Ni distraction. Kusoma kitabu wakati unatakiwa kupiga simu kwa mteja ni distraction. Kupost content wakati unatakiwa kumtumia mteja invoice ni distraction.
Sio kama unapata point. Kuandika business plan wakati ambapo unatakiwa kufanya matangazo ili upate wateja ni distraction. Always tambua kwamba kuna vitu vingi ambavyo ni distraction na vinakuchelewesha hata kama ni vitu vizuri. Chochote ambacho kinakuchelewesha kwenye ndoto yako bila kujali ni kizuri ama kibaya ni distraction. Nimezungumza sana kuhusiana na distraction. Jifunze kutambua distraction ipi ambayo ni positive na negative. Wengi wanaamini distraction ni kama kuingia TikTok kuangalia kina dada wakicheza ama kwenda kwenye mpira ama mtu anayekuja kukupigisha story ndio distraction. Distraction ni kitu chochote kinachokutoa kwenye malengo yako ya msingi. Na nimeeleza vizuri. Ukienda kusoma kitabu na ulikuwa unatakiwa utengeneze product, you are distracted. Ukiingia YouTube kusoma content ambayo ni valuable lakini sio muda wa kusoma, ni muda wa kufanya kazi, ni distraction. Distraction ziko za aina nyingi. Cha msingi ni kwamba kama haikusaidii kujenga ndoto yako, hiyo ni distraction. Mwingine atakwambia nitaanza nikipata support, mama akinisupport, baba akinisupport, hili jambo siwezi kufanya mwenyewe, yani bila support hapa siwezi kutoboa. Hiyo ni akili yako tu inakuchezea. Kama unajiambia huwezi kufanya kitu bila support, hiyo ni akili yako tu inakuchezea. Utapoteza muda mwingi sana ukisubiria support. Mwisho wa siku kila mtu ana shida zake, kila mtu ana mambo yake. Fanya unachotakiwa kufanya, na bahati mbaya ni kwamba ama bahati nzuri kwenye maisha ni kwamba watu wao wakusupport pale hauna kitu. The more unafanikiwa, the more unabarikiwa, the more unapata matokeo, support huwa inakuja yenyewe tu, utashangaa hata inatoka wapi. Kwa hiyo always start pale ambapo upo. Ukisubiria support hautaipata. Support utaipata pale ambapo umeanza kufanikiwa, pale ambapo umeanza kupata matokeo. Niamini mimi, go. Acha visingizio. Mwingine hataki kufanya kazi kwa sababu yuko addicted. Kwa hiyo kwa sababu uko addicted na movie, unaacha kufanya kazi unakimbia kuangalia movie. Uko addicted na mpira, unakucheza magame. Uko addicted na betting, unaenda. Uko addicted na energy drink, unaenda. Unaacha kufanya ndoto zako kwa sababu una cheap dopamine, una addiction za vitu vya kijinga. Unaangalia pornography, si unafanya masturbation, chochote kile. Uko addicted na vitu vya sukari, unaacha kufanya vitu vyako vya msingi kwa sababu uko addicted na vitu vya kijinga. Addiction inakuchelewesha sana na ni kisingizio ambacho akili yako inakupotosha ili usiweze kufikia ndoto zako. Mwingine anaogopa macho ya watu. Hutaki kufanya unachotakiwa kufanya kwa sababu unaogopa macho ya watu. Kwa hiyo unakuwa unaogopa macho ya watu. Uko very very distracted. Fulani ataniona. Sasa kwa taarifa yako ni kwamba kama unaogopa macho ya watu, maana yake wewe unapenda kujaji watu. Wewe ndio huwa ni mtu namba moja kwenye kuangalia watu wanafanya nini na kuwasema watu wanapokuwa wanafanya mambo yao ya msingi. Siku zote huwa nasema kama unaogopa macho ya watu kufanya jambo lako la msingi, maana yake wewe pia huwa una tabia za kuwasema watu na mambo yao. Jifunze kufanya mambo yako na kuacha kuyafanya na kuacha kuwasema watu. Tabia za kuangalia mambo ya watu na kuwasema sema, na wewe mwenyewe unakuwa unajishtukia pale wakati zamu yako imefika. Focus na kile ambacho kiko upande wako. Na hiyo ni moja ya kitu ambapo akili yako inakuchezea kukwambia eti wache fanya kwa sababu watu watakuzingatia, watu si watakusema nini. Mwisho wa siku kila mtu yuko busy na maisha yake. Wewe focus na kile ambacho kinakuhusu. Huko nje hakuna mtu atakayekuja kukulipia bills zako. Mwingine yupo kwenye denial. Mtu aliko kwenye denial, ili umuelewe vizuri, ni kama ngiri anapoingia kwenye lile shimo lake. Unajificha sehemu ukizani kwamba usipofanya kazi basi matatizo yako yatakuwa yameondoka na hata kufikia. Yaani unakuwa unaishi kwenye dunia yako kama vile wewe huonekani. Yaani kama vile utakiwi kula, kama vile utakiwi kulipa kodi, kama vile utakiwi kupambania afya yako. Kumbe muda ukifika changamoto utakumbana nazo. Hiyo ni kuishi kwenye denial. Kwa sababu huwa tu ni akili za kijinga kuishi utadhani kwamba hakuna muda ambapo madeni yako yatakuja kukukaba, hakuna muda ambapo kwa sababu ya kula vibaya, hakuna muda ambao kitambi kitakuja kukukaba na changamoto za afya zitakusakama. Kwa sababu ni kawaida kwamba kama unafanya kitu basi kuna matokeo yake. Kuwa kwenye denial hakukufanyi wewe dunia isikuone na kile ambacho unachotakiwa kulipia. Kwa maana yake ni kwamba acha kuishi kwenye denial, tekeleza wajibu wako. Kuishi kwenye denial ni moja ya kitu ambacho kinakuchelewesha na bado gharama iko pale unatakiwa kuilipa. Mwingine amenogewa na procrastination. Anaahirisha mambo kila siku. Nitafanya kesho. Matokeo yake kesho zimeshakuwa nyingi. Miezi 6 imekatika, mwaka umekatika, malengo yako yameisha ya mwaka.
unaweka tena resolution zingine, unaahirisha uko pale pale. Distraction ni dalili kwamba akili yako inakuchezea na wewe umeingia mkenge. Fanya unachotakiwa kufanya, achana na kupoteza muda kwa kuahirisha mambo. Watu wanaofanikiwa hawaahirishi mambo. Mwingine amefocus na entitlement. Unaamini kwamba bila kufanya kazi utamanifest. Mtaalamu wako wa TikTok kule amekwambia ukichukua buku ukachanganya na chumvi ukaenda kuogea utaamka asubuhi na milioni. Umechanganyikiwa. Entitlement ni moja ya distraction au ni moja ya kisingizio ambacho unaweza kuwa nacho kizani kwamba uweze kufanya kazi na bado utafanikiwa. Haiwezekani. Sheria za dunia zinagoma. The law of attraction yenyewe itakuwa inakuongopea kwa sababu unatakiwa utekeleza wajibu wako ndio upate matokeo, na siku zote iko hivyo. Pale unapopanda ndipo unapovuna. Bila kupanda hakuna mavuno. Kwa hiyo unapoteza muda mwingi kujidanganya na kujiongopea. You need to work on your dream. Entitlement inakupotezea muda. Hakuna mtu ambaye atakuja kukulipa bila kuzalisha thamani. Na maisha yako hivyo, unapata fedha kwa kuzalisha thamani kwenye maisha ya watu wengine. Mwingine anasikiliza sana maoni ya watu. Sikiliza sana maoni ya watu. Mtu tu akikwambia, mwanangu twende tukatembee, hiyo acha tutafanya kesho, unaacha. Hii tutafanya wiki ijayo, unaacha. Hili jambo pengine ukifanya leo halitafanikiwa. Maoni ya watu. Watu wana maoni yao. Na uwezi kujua wakati mwingine watu wanatoa maoni wakiwa wanahisi kitu gani. Kwa hiyo sasa wewe unasikiliza maoni ya watu, mwisho wa siku ni kwamba unajikuta umeacha ndoto yako, umefocus na maoni ya watu ambao hawakusaidii kitu, hawakusaidii chochote kwenye maisha yako. Mwisho wa siku unazidi kupoteza siku hadi siku. Watu wana maoni yao. Whether ufanye, whether usifanye, watu wana maoni yao. Kitu cha msingi ni kufanya na kutosikiliza maoni ya watu. Kama watu wana maoni ya msingi, tutazingatia. Lakini mtu anakuambia tu, bwana hii idea kama haijakaa poa, unaahirisha. Hii content kama sio nzuri, unaacha kuposti. Hii biashara kama haitatoboa, unaacha na biashara yako. Maoni yanakuchelewesha sana. Maoni ni distraction. Achana na maoni ya watu. Focus na kile ambacho unatakiwa kukifanya. Kukwepa maumivu. Unakwepa maumivu kwa sababu watu wanasema time management ni pain management. Ili uweze kuwa mstahimilivu wa maisha na uwe na mtu mwenye sifa za kufanikiwa, ni lazima uwe na ustahimilivu wa maumivu. Ukiweza kuzuia hisia zako kwenda kunywa soda, wewe unastahili mafanikio. Ukiweza kuzuia hisia zako za kuingia TikTok ukabaki kufanya kazi, wewe unakaribia kuomoka. Ukiweza kujizuia kuacha pale unapotaka kuacha kwa sababu mwili unahisi umechoka, ukaendelea kufanya kazi yako mpaka kumaliza, wewe una dalili nyingi sana za kuweza kufanikiwa, kwa sababu mafanikio ni kupambana, kujizuia kuacha raha nyepesi, kujizuia kuacha kufollow kwenye trap ndogo ndogo na kufocus kwenye malengo na kufocus kwenye kazi iliyo mbele. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho cha muhimu sana ni kuweza kuhakikisha unavumilia haya maumivu madogo madogo na kupambana kufikia kile ambacho unatakiwa kukifanya. Mwingine anaogopa sana kukosolewa. Yaani ukishasikia umekosolewa, unakaa ndani, unajifungia. Umetengeneza content yako nzuri, kuna mtu ametoka zake kule Yombo Dovia sijui ametoka zake yuko Buza, kaandika comment mbaya kwenye content yako, basi wewe mwenyewe umeacha kutengeneza content, umeacha kabisa. Yani kwamba content yangu ilikuwa mbaya, yule jamaa ameniambia yani muonekano haufai, sauti mbaya, nguo nilizovaa hazivutii. Watu watakukosoa tu, uweza ufanye, uweza usifanye. Kitu cha msingi ni kuhakikisha una focus kwenye ndoto yako na kuziba pamba. Maoni ya msingi tunachukua, criticism ambazo ni positive tunazichukua na kuzifanyia kazi. Vivyote ambavyo ni negative tuache navyo watu, focus kwenye kuchapa kazi zetu. Hivi ni visingizio vingi ambavyo akili inatumia kuhakikisha hautoboi na unabaki shimoni. Madhumuni ni kuhakikisha tunavitambua na popote vinavyotokea tuweze kuvikamata na kuweza kuendelea kutenda kazi kwa ajili ya kujenga future yetu.